kifuatacho. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank. Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata line yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Wema ngaka hivi. Jomba Kachara? Na jomba. Jomba nitia aibu ya khe. Basi jomba ndapiga chabo na nayo kwenye majumba yangu. Jomba sipigi chabo. Hapa tuatizama mpira. Kama atizama mpira jomba ungeomba huu kafunguliwa hujangu ukaenda ukaingia ndani ukatizama na wenzio. Hatuwezi pita ndani sote humu hapa, kila mmoja ana harufu ye. Yule anuka ndomo, yule anuka kwapa. Wasikia? Sasa hapa nje hangalo haijambo tupigwa ni upepo. Hebu njoo kwanza. Maliza mpira wewe. Wewe kwani njomba hasa uko kwa tumia kingamuzi gani? Mimi pale naona sina kingamuzi. Pale naona ni watoto watia kina wakibadilisha na mengi tazama TV. Lakini leo kuna mpira. Njomba sikiliza. Mimi nataka hakununulie kingamuzi kia Zanzibar Cable Television. Ukatulie kwako. Na wanao sio kuja kushenya na hapo kapaka na majasho. Pesa unazo? Pesa ninayo mfukoni mwangu njomba, nataka twende moja kwa moja kununua hicho kingamuzi. Upungue hilizo kuja kushenya na watu wa Makondo. Sasa manufaa ya mtoto mkumtuma akakutumikia kwa sababu mtoto haliwi nyama na kutuma kakichukua uniletee nyumbani. Kwenda kichukua takwenda kichukua, lakini hapa ukanjomba. Mtaondoka lakini kakichukue. Hilo si tatizo. Usijekosa mpira. Haya jomba usijali. Lakini pale ukanjomba pale. Haya. Jamaa endeleani naja. Haya. Jomba. Atoka. Toka. Bibi. Kapi jomba. Joji. Mimi nakwambia njomba, mimi nakupenda sana. Tena sana njomba. Achukua nzio. Zanzibar Cable Television. Hichi cha iko ndakika na vini. Wewe popote utakapokwenda kile. Kuna hiki hakinyagarika. Basi mshafika hivi. Waya. Hai. Njomba sije kuona tena kule kwenye. Haya njomba, basi. Basi inshallah. Haya inshallah. Mambo msalimie mambo. Haya. Mambo. Basi. Zaunju. Haya fanyani mambo. Zanzibar Cable Television, ukarimu wa mwambao. Hujambo na uhaligani mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, karibu sana katika taarifa ya habari. Leo ni siku ya Jumanne ya tarehe 9 mwezi wa 12 2025 na hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ZDC Habari. Mimi ni Hilal Omar, mkalimani wa lugha ya alama ni Lela Shafi kutoka Jualaza. Awali ya yote tupate muhtasari wake. Waziri wa maji, nishati na madini yatoa agizo kwa shirika la umeme Zanzibar. Changamoto ya maji kwa takribani mwaka mmoja katika kijiji cha Umbuji yapatiwa ufumbuzi.
Na katika anga za kimataifa, waandishi wa habari 67 wauawa miezi 12 iliyopita. Na tunaanza na taarifa kwa undani kabisa, ambapo waziri wa maji, nishati na madini Nadir Abdulatif Alwardi ametoa agizo kwa shirika la umeme Zanzibar ZECO kuhakikisha wanabadilisha transformer iliyopo sasa na kuweka inayokidhi mahitaji ya wananchi wa jimbo la Dimani ili kuondoa tatizo la umeme mdogo. Tungane na Amr Khamis kwa taarifa zaidi. Kauli hiyo ameitoa wakati wa ziara baada ya kupokea taarifa ya mwakilishi wa jimbo la Dimani ya ukosefu wa huduma ya maji katika maeneo ya Kombeni na Dimani na ukosefu wa huduma ya umeme katika maeneo ya jimbo hilo. Nadir ameagiza kufanyiwa kazi kwa suala hilo haraka iwezekanavyo, kuweka transformer inayokidhi mahitaji ya wananchi wa hapo. Hii tuko kwenye kituo cha afya cha Kombeni, jimbo la Dimani. Kwa mheshimiwa Mwanacha. Na tuko naye hapa, tuko live na wewe. Haya. Pembeni ya hospitali ya Kombeni kuna transformer zaidi ya miaka 20. Kuna transformer unaijua hiyo? Sasa hii transformer kwambieni, ikiwa na hii ni ndogo shazidiwa, hii toeni wekeni kubwa sana kwa ajili ya wananchi wote wapate umeme wa uhakika, alafu hii mkaitumia kwenye kijiji chochote ambacho kidogo kinachoanza maisha. Huku naibu waziri wa maji, nishati na madini Seif Kombo amesema ili kuondoa uhaba wa maji katika maeneo ya Zanzibar yupo tayari kuhamisha ofisi yake na kuwa karibu na mamlaka zinazohusika katika kutoa huduma hiyo ili kuhakikisha wananchi wanaondokana na changamoto ya ukosefu wa maji. Sasa tumegundua kwamba halijai kwa sababu pressure inapotea njiani, maji mengi yanavuja njiani. Sasa tulichokifanya kwa haraka tumeshatoa agizo kwamba leo hii mafundi wafike hapa kuna eneo hili, itembelewe njia yote ya maji hii na hakikisha kwamba hizi leakage zote kwamba tunaziondoa, ili tuweze kuona kwamba je, tangi letu litajaa au tangi letu linahitaji kuwekewa laini nyingine kutoka kunako aidha pango hili au kunako visima ambavyo tumevichimba. Aidha, mwakilishi wa jimbo la Dimani Mwanasha Khamis Juma na mwananchi wa hapo wamesema tatizo hilo ili liweze kutatuka linahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara kuondolewa wananchi usumbufu. Tumegundua ni ufuatiliaji kwa sababu kuna mambo mengine sio makubwa kama hizo mivujo ya maji kwenye njia zile za kupitia maji. Tumeona kwamba ni maeneo mengi maji yanavuja. Kwa hiyo kwa nini tenki halijai? Kumbe maji yanaishia njiani. Kwa hiyo yakiishia njiani maji tenki halipati kujaa na wananchi wanakosa yale maji ya uhakika. Lakini maeneo mengine tayari naona haya maji ndio yanapatikana, lakini katika hicho kipindi cha nyuma chote huku maji ilikuwa hakuna. Tunafuatilia watu wa maji bwana, nye vipi kule kwa hali, wanatuambia kule bwana labda mpate pampo nyingine, lakini kwa pampo hii hamwezi kupata maji kwa sababu pampo ile iko ndogo. Haipandishi hata kule juu tangi, lakini kwa bahati ndio inapeleka hivyo. Tunapata dakika 5, maana dakika 5. Unapewa dakika 5 hakuna tena mpaka siku ya pili. Maeneo yaliyotembelewa ni Dimani Chomwani na Dimani Bondeni. Amr Khamis, ZCTV habari. Asante sana Amr Khamis kwa taarifa hiyo. Msaidizi wa sheria wa jumuiya isiyo ya kiserikali Wepo City Faki Ali amesema mafunzo walioyapata ya kupinga siku 16 na vitendo vya udhalilishaji yaliyoandaliwa na Wepo kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo UNDP yamewafanya kufahamu mambo mbalimbali katika jamii zao. Taarifa ya Maulid Khamis inafafanua zaidi. Msaidizi wa sheria City Faki Ali ameyasema hayo huko katika skuli ya Chasasa wilaya ya Wete wakati walipokuwa wakipatiwa mafunzo ya kupinga siku 16 ya vitendo vya udhalilishaji. Amesema wapo baadhi ya wanaume wanapotoa talaka kwa wake zao wanashindwa kufahamu misingi ya dini inavyoelekeza, jambo ambalo hupelekea migogoro kwa jamii. Amejikita katika udhalilishaji hususan wanawake kwenye masuala ya mirathi na talaka pia za kiholela. Utakuta mafunzo yamejikita zaidi kuwataka wanajamii kusoma zaidi elimu ya dini, kwa sababu unakuta wanaume wanapowaacha wanawake hawazingatii ile misingi ya dini imeelekeza nini katika
talaka. Kwa hiyo anatakiwa jamii ya kiume isome zaidi juu ya masuala mazima ya talaka. Lakini pia jamii imetakiwa isome zaidi juu ya masuala ya mirathi, kwa sababu inaonekana wanawake wengi wanapofiwa na waume zao wanakuwa wanaachwa, pengine mwanamke anaambiwa kaa humu kwenye nyumba, lakini siku utakaopata mume akakuoa wewe unatakiwa utoke kwenye nyumba hii. Kwa hiyo jamii inatakiwa iondokane na tabia hiyo, asome kwamba yule mwanamke pia na yeye katika mirathi ya nyumba alioachiwa na mume wake akiwa na watoto, na yeye ana haki yake ya msingi. Aidha, msaidizi huyo amewataka wazazi kusimamia majukumu ya watoto wao ili kuepuka vitendo vya udhalilishaji. Atimize wajibu wake juu ya watoto wake, kwa sababu imeonekana udhalilishaji zaidi kwa watoto wasichana, wanakuwa wanafanyiwa vitendo vya udhalilishaji kwa sababu tu ya kwamba mzazi kakiuka kufanya wajibu wake. Mtoto yule alitakiwa aangalie. Kwa hiyo mtoto labda mama ndani ya nyumba au baba hajui kijana wake kaenda wapi mpaka saa 5, 6 za usiku, au anamwachia mtoto anaenda kwenye sehemu za starehe au za shughuli ambapo mtoto yule kumbe alitakiwa amuongoze. Kwa upande wake, mkurugenzi wa jumuiya ya WEPO ndugu Hemedi Ali amewataka wazazi kuwa karibu na watoto wao pamoja na kuepuka kuwatolea maneno ambayo yanaweza kusababisha athari kwa jamii pamoja na taifa, huku mjumbe wa bodi ya jumuiya ya WEPO ndugu Juma Shabani akitumia wasaa wa kuiasa jamii kuachana na umuhali pindi vinapotokea vitendo vya udhalilishaji. Tutapita pahali mbalimbali iweze kutoa elimu na kuambia kwa watoto, jamani, kule baadhi ya maneno tusiwaambie watoto, kuna kama mambo sana haya, lazima tuwatoe mbalimbali, tuwe nao karibu, tuwale kirafiki na kadhaa, ili sitokezee masuala kama hayo. Watu wengine hiyo mtoto kidogo anachukua hamaki, anachukua fursa kujiamulia ile analotaka mwenyewe. Tuache kuficha, tuondoshe muhali, lakini matokeo ya udhalilishaji ni magumu, tusiafiche. Badala yake sisi tuyatoe na tuende katika vyombo vya sheria ili serikali na taasisi zinahusika zichukue suala la sheria na uwajibikaji ili tukomeshe haya mambo. Mafunzo hayo ya kupinga siku 16 ya vitendo vya udhalilishaji yenye kubeba kauli mbiu tuungane kwa pamoja tutokomeze ukatili wa kijinsia. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi. Asante sana Maulid Hamisi kutoka kisiwani Pemba. Vijana wametakiwa kuchangamkia fursa zinazokuja mbele yao ili kuweza kujiajiri wenyewe bila ya kutegemea ajira kutoka serikalini. Dhulqada Hamisi ana taarifa zaidi. Mkuu wa divisheni ya teknolojia na ubunifu katika wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar, Ahmed Nasor Masudi, ameyasema hayo katika ufungaji wa mafunzo ya siku 6 ya utengenezaji wa sabuni na vipodozi kwa kushirikiana na taasisi ya SOS yaliyofanyika huko katika chuo cha Karume Chukwani mjini Zanzibar. Mafunzo haya yalikuwa katika kuwajengea uwezo wazalishaji wa bidhaa za vipodozi pamoja na sabuni. Lengo kubwa ni kuwasaidia au kuwawezesha bidhaa zao ziweze kufika katika soko vizuri, lakini pia kuweza kuongeza thamani ya uzalishaji wao. Pia tunawashauri au tunawashajihisha vijana ambao wapo mitaani, wanaposikia fursa za mafunzo wazichangamkie. Lengo kubwa ni kuweza kufikia hatua ya kuweza kujiajiri wao wenyewe, hii ambayo itaweza kuwasaidia wao kujikimu kimaisha na kuondoa ule utegemezi katika swala zima la ajira kutoka serikalini. Kwa upande wa wakufunzi wa mafunzo hayo, wamesema yatawasaidia katika kunufaika na mafao ya mfuko wa hifadhi ya jamii pamoja na kujikinga na matumizi salama ya kemikali. Leo wana nguvu, lakini kesho nguvu zitapotea. Ili lengo la kuwapa mafunzo hayo ni kuweza kujisajili katika mfuko wa uchangiaji wa hiari, lakini kuweza kujichangia kwa kila mwezi au wiki au kwa kila siku kwa mujibu wa kipato, na lengo ni kuweza kunufaika na mafao mbalimbali yanayotolewa katika mfuko wa hifadhi ya jamii. Matumizi salama ya kemikali, matumizi salama ya vifaa kinga, mpangilio wa viwanda na mambo ya viwango. Kwa sababu wajasiriamali wengi wanapozalisha bidhaa zao, hususan hizi za vipodozi, wanakuwa hawana umakini kwenye matumizi ya kemikali. Nao baadhi ya vijana waliopatiwa mafunzo hayo wamesema yatawasaidia katika kujikwamua kiuchumi pamoja na kujiajiri wenyewe bila ya kutegemea ajira serikalini. Na washauri kwa ambao wako nje
au ambao wanatamani kujifunza, wakisikia fursa hizi wasisite kuja kujifunza. Ni fursa nzuri ambazo zinatutoa vijana hasa ambao tunamaliza vyuoni. Unakuta ajira ukitegemea ajira unakuta ajira zenyewe hamna au ajira ni chache. Kwa hiyo ukija kwenye mafunzo kama haya unapata kujifunza vitu mbalimbali, unapata kujua vitu mbalimbali, unajuana na watu mbalimbali. Unakuta unapata fursa zaidi ya kujiajiri na kujipatia kipato chako cha halali kupitia yale mafunzo ambayo umeyapata. Na vile vile nawaomba wenzangu ambao tumejifunza tukayafanyie kazi yale ambayo tumejifunza, ili walimu wetu nao waendelee kuwa na juhudi ya kuwafunza wengi zaidi, na hii yote itapelekea vijana kujiajiri na kupata ajira kwa kile ambacho wamejifunza. Mafunzo ya siku 6 ya utengenezaji wa sabuni na vipodozi ambayo yamefanyika huko katika chuo cha Karume Chukwani. Zulkada Hamisi, ZCTV habari. Wananchi wa kijiji cha Umbuji wamemshukuru mbunge wa jimbo la Uzini na mwakilishi wa jimbo hilo kwa kuwatatulia changamoto ya maji ambayo kwa takriban miezi mitatu ilikuwa inawakabili. Zaituni Mbaraka na taarifa zaidi. Hayo yamejiri huko katika kijiji cha Umbuji, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, mara baada ya wananchi hao kufungiwa pampu yenye uwezo wa kufikisha maji kwa masafa marefu katika kijiji hicho. Nashukuru alhamdulillah, tunaletewa pampu mpya hapa, tunafungiwa. Kwa hiyo tunashukuru wabunge wetu na wakilishi kwa kutuonia hili, kwa sababu maji kama tunavyojua ni maji ndio kila kitu. Lakini sisi tuna ombi moja katika wananchi wa shehia ya Umbuji. Hapa ndo tushatiliwa pampu mpya tunatiliwa, lakini tulikuwa tunaomba wabunge wetu na wawakilishi na viongozi wote wanaohusika, hichi kisima ndo kipo, maji tushaambiwa yapo maji mengi, tutayapata kwa wingi, lakini tulikuwa tunaomba tujengewe tenki. Tayari maji tushaanza kufungua, yapo yanapatikana bila wasiwasi. Wananchi wa shehia ya Umbuji tunachowaomba baada ya huduma hii kurejea kwa muda mrefu, watunze miundombinu hii, waache uharibifu. Maana tunaona kuna maeneo sehemu kama hii ndio kukuta kafungwa ng'ombe na baadaye miundombinu hii inaharibika. Washukuru sana wote, mafundi wazawa, mawaziri, kwamba changamoto hii waliposikia jana usiku hapa wapo, naibu waziri yupo hapa. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Kwa upande wake, naibu waziri wa maji, nishati na madini Zanzibar, Sefu Kombo Pandu, amesema kwa sasa kijiji cha Umbuji huduma ya maji safi na salama ipo ya kutosha katika kijiji hicho. Tunawaambia tu wananchi, kadri tunavyoendelea haya maji yatakuwa na jana pesha tengezeka kwa nzuri zaidi, hivyo tutakuwa tuna maji ya kutosha. Lakini mbali na hiyo, tumejaribu kuongeza ukubwa wa pampu. Tumetoka unako 4.5 na sasa hivi tumeka pampu ya 7.5. Lakini niseme tu kwa malengo ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akituhimiza, sisi binafsi tunasema kwamba hatujaridhika na hapa bado hatujafika mwisho. Kesho biiznillah, Mungu akipenda, au kesho kutwa tutakuja na pampu kubwa zaidi ya 9.5. Mbunge wa jimbo la Uzini Ali Haidari Madoea na mwakilishi wa jimbo hilo Saidi Azana Msingiri wamempongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kutatua kila changamoto za wananchi. Mpongeze sana Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuona kwa umapana wake Wizara ya Nishati, Madini na Maji kuwaweka vijana sahihi kabisa, tukimuona Waziri Nadir Abdulatif Alwardi pamoja na naibu wake na katibu mkuu Joseph Kilangi. Kwa kweli tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, maono yako kwa kweli yanatimia na unazidi kutuheshimisha. Ndani ya siku 2-3 maji yamerudi. Tunashukuru pia Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa kuwa karibu na wananchi na kutekeleza yale matakwa ya Daktari Hussein Ali Mwinyi, kuhakikisha kwamba kila shehia, kila nyumba, kila mwananchi Mzanzibari na Mtanzania ana haki ya kupata maji. Ikiwa ni takribani ya mwaka mmoja kijiji cha Umbuji kikiwa na changamoto ya ukosefu wa maji na kwa sasa kupatiwa ufumbuzi. Zaituni Mbaraka, ZCTV habari. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT wilaya Kati Rehema Miraji Mohamedi
Kwa kushirikiana na wanawake wa UWT waliliombea taifa dua na kuwasisitiza wananchi kuendelea kuilinda amani na utulivu wa nchi. Taarifa zaidi inasomwa na Izat Idarus. Hiyo ni dua ya kuiombea nchi iliyosomwa na Umoja wa Wanawake UWT huko Dunga, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Rehema amesema lengo la dua hiyo ni kuendelea kuombea viongozi wa nchi na kuwasisitiza vijana kuendelea kuitunza amani na kuwataka kuepukana na vishawishi vitakavyopelekea uvunjifu wa amani katika nchi. Lengo letu ni kuombea dua viongozi wetu, kuwatakia amani, lakini pia kuitakia nchi yetu amani na utulivu. Jamii naiambia kwa sasa hivi wakae, watulie, waachane kufanya mambo yale ambayo yalikuwa hayatakikani kwenye nchi yetu hii. Watulie, wala wasishiriki jambo lolote ambalo lililokuwa halina amani katika nchi yetu hii. Wakae, watulie, waondokane na vishawishi ambapo wale ambao wanawashawishi kwa kuungana na mambo yao ambayo wanayataka wao ya kuitakia ubaya nchi yetu. Wasiungane nao kabisa, waachane nayo, hasa vijana. Vijana wetu tunaomba watulie sana katika mambo haya. Naye katibu wa Umoja wa Wanawake UWT wilaya ya Kati, Rehema Haji Makame, amesema katika dua hiyo vijana wametakiwa kuwa mabalozi katika kushajihisha kulinda amani iliyopo nchini. Hapa kwa ajili ya kuwaombea dua viongozi wetu wakuu wa nchi, lakini pia tumekusudia kuomba dua ya kuiombea amani nchi yetu, tuishi vizuri, tuendelee kuwa na amani na utulivu. UWT wilaya ya Kati tumedhamiria hivyo na alhamdulillah dua imeenda salama. Hivyo wito wangu nikiwa katibu wa kina mama wa wilaya hii ya Kati, na waomba wanawake wote tuende tukahamasishe amani, tusikubali kusikiliza propaganda za wale watu ambao hawaitakii nchi yetu mema, na tunawajua imani zao dhaifu. Lakini kila kukicha tuombee dua nchi yetu, mambo yaende vizuri. Tuwaombee dua viongozi wetu wazidi kuendelea kuwa na amani na wawe salama inshallah. Hakuna kubwa ambalo lisilowezekana. Vijana wameendelea kusisitizwa kulinda amani ya nchi na kuepuka vichochezi vya uharibifu wa nchi. Izat Idarus, ZCTV habari. Kwa mujibu wa katiba ya serikali ya wanafunzi wa chuo cha Karume, mgombea urais na umakamu hukaa madarakani kwa kipindi cha mwaka mmoja baada ya uchaguzi unaofanywa chuoni hapo. Tuungane na Dhulqada Khamis kwa taarifa zaidi. Hapa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa chuo cha Karume, Abubakar Abdullahi Machano, akieleza namna ya zoezi hilo la uchaguzi lilivyokwenda kwa wagombea na wanafunzi. Tunafanya zoezi la upigaji kura kwa kumchagua rais wa chuo pamoja na makamu wa rais ambao watawavusha wanafunzi na watakuwa sauti ya wanafunzi chuoni, ndani ya chuo na nje ya chuo. Zoezi kijumla limeenda vizuri mpaka sasa hivi, linaendelea vizuri. Kutoka mwanzo kwenye kampeni mpaka sasa tulipofikia kwenye kupiga kura, kwamba wanafunzi pamoja na wagombea wote kuna hali ya amani. Nzuri kwamba washirikiane, wahakikishe kwanza wanapandisha matokeo ya wanafunzi na changamoto ambazo zinatokezea kiupande wa hostel, kiupande wa masomo, mashirikiano ya walimu na wanafunzi, kuhakikisha kwa pamoja wanayatatua kwa kushirikiana. Kwa upande wa wanafunzi wa chuo hicho waliopiga kura, wamesema zoezi la uchaguzi limeenda kwa uhuru na haki na kutarajia mazuri kwa viongozi mara baada ya kuingia madarakani. Hali ya kupiga kura imeonyesha ni hali ambayo ni amani na utulivu, hakuna fujo wala shida zozote ambazo zimetokezea. Imaana kwamba tuna matarajio na viongozi ambao tumewachagua. Matarajio yaliyopo kwamba kila kiongozi kutokana na hoja zao walotoa, hoja zao zote kisitiza ni nzuri na zinafikia malengo yetu sie na mahitaji yako yana hali ya kupeleka maendeleo ya chuo chetu. Baadhi ya wagombea kwa nafasi ya urais na umakamo wameahidi yale yote walioahidi kuyatekeleza na kutatua changamoto za wanafunzi hao. Endapo kama wasiponichagua, sitofanya vurugu, nitashirikiana na kiongozi ambaye atachaguliwa kwa ajili ya kuijenga Karume ambayo bora
ili kumaliza salama na tupate maendeleo. Kwa kipindi chote ambacho tumekaa katika chuo chetu, kuna changamoto nyingi ambazo kama wanafunzi tumezi experience, lakini kutokana na uweledi na kufanya kazi katika chuo hichi, tunaamini kuwa endapo wanafunzi watatuchagua tutaweza kuleta mabadiliko mazuri katika Karume Institute of Science and Technology. Tumeanza rasmi zoezi la uchaguzi na linaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na matumaini yetu kulingana na sera na kampeni na sehemu mbalimbali ambazo tumetoka kunadi yale ambayo tunatarajia kuyafanya kwenye upande wa serikali ya wanafunzi, ni sehemu ya wanafunzi kuwashawishi kuwa na kwenda kuchagua kuongoza serikali ya kisitizo kwa mwaka 2025-26. Matarajio yangu nikipata nafasi hii ni kuweza kuibadilisha Karume ambayo tumeijua kwa miaka mingi, kuweza kubadilika na kwenda katika viwango vingine. Naye mlezi wa serikali ya wanafunzi Halfani Abdallah Kauchi amewataka viongozi hao waliogombea watakaoingia madarakani kuyatekeleza yale yote walioahidi kipindi cha kampeni. Kiongozi huyu awe mstari wa mbele katika kutatua changamoto za kitaaluma na zinazohusiana na mazingira yetu kitaaluma, kuweza kuhakikisha wanafunzi hawa wanaishi katika mazingira mazuri ya kitaaluma. Kila baada ya mwaka mmoja, kwa mujibu wa katiba ya serikali ya wanafunzi ya chuo cha Karume, hufanya uchaguzi wa rais na makamo wake. Zulkada Khamisi, ZCTV habari. Taarifa hiyo inakamilisha habari zetu za kitaifa, lakini ni wasaa mzuri kabisa wa kuungana na mwandishi wetu kwa ajili ya simulizi ya habari za kimataifa. Kutoka ughaibuni. Waandishi wa habari 67 wamepoteza maisha kutokana na kazi zao katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, wengi wao wakiwa ni wahanga wa vita au mitandao ya uhalifu. Kulingana na shirika la haki za waandishi wa habari wasio na mipaka RSF, leo hii takwimu hizi za kati ya mwanzo wa Disemba 2024 hadi mwanzo wa Disemba mwaka huu zinalinganishwa na kipindi cha miezi 12 iliyotangulia. Eneo ambalo lilikuwa hatari zaidi kwa waandishi linasalia kuwa ni ukanda wa Gaza, ambako waandishi 29 wameuawa, ikifuatiliwa na Mexico iliyokuwa na vifo 9. Mkuu wa RSF nchini Ujerumani, Anja, amezitolea wito serikali zote ulimwenguni kuchukua hatua na kuongoza kuwa ikiwa wale wanaotoa ripoti za ukosoaji wanahofia uhuru wao ama maisha yao, ni dhahiri kwamba demokrasia iko mashakani. Na serikali ya Lithuania imetangaza hali ya dharura ya kitaifa kutokana na hatari za kiusalama zinazosababishwa na maputo ya Belarus, mshirika wa Urusi, ambayo yamekiuka anga ya Lithuania katika wiki za hivi karibuni. Waziri wa mambo ya ndani wa Lithuania, Vladislava, ameliambia baraza la waziri kwamba hali hiyo ya dharura imetangazwa kutokana na usumbufu wa usafiri wa anga na wasiwasi wa usalama wa taifa. Mvuto kati ya Lithuania na Belarus umeongezeka baada ya maputo ya hali ya hewa kutoka Belarus kuilazimisha Lithuania kufunga uwanja wake mkuu wa ndege mara kadhaa wiki zilizopita na kukwamisha maelfu ya watu. Ingawa maputo hayo hutumiwa kuingiza biashara haramu ya sigara nchini Lithuania, maafisa wa Vilnius wanachukuliwa kama vitendo vya makusudi vya usumbufu vinavyopangwa na Belarus. Ni hayo tu leo hii katika upande wa habari za kimataifa. Ni Salha Suleiman akikamilisha habari za kimataifa kwa usiku huu. Mapumziko mafupi. Tukirejea katika taarifa ya habari atakuja hapa Shadies Haka kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Mimi ni Hilal Omar, mkalimani wa lugha ya alama ni Lela Shafi kutoka Jualaza.
Kwa huduma bora zaidi za mafuta Unguja na Pemba na zenye kiwango bora zaidi, fika katika kampuni ya Zanzibar Petroleum Limited Mtoni Zanzibar kwa manunuzi ya jumla, na kwa wanunuzi wa rejareja fika katika vituo vya Zanzibar Petroleum Limited ambavyo vinapatikana maeneo mbalimbali hapa nchini. Zanzibar Petroleum Limited tuna pampu za kisasa, yani digital pump, zimefungwa depot na vituo mbalimbali. Zanzibar Petroleum Limited tupo katika harakati za kutanua na kuhakikisha tunakufikia popote ulipo. Epuka usumbufu. Kwa huduma bora zaidi na mafuta ya uhakika, fika katika vituo vyetu. Nyote mnakaribishwa. Wenda mpaka hivi. Jomba Kachara? Na jomba. Jomba anitia aibu ya khair. Basi jomba ndapiga chabo na nayo kwenye majumba yangu. Jomba sipigi chabo. Hapa tuatizama mpira. Kama hatizama mpira jomba, ungeomba huu kafunguliwa hulango ukaenda ukaingia ndani ukatizama na wenzio. Hatuwezi pita ndani sote humu hapa, kila mmoja ana harufu yeye. Yule anuka ndomo, yule anuka kwapa. Wasikia? Sasa hapa nje hangalo haijambo, tupigwa ni upepo. Maliza mpira wewe. Wewe kwani njomba hasa uko kwa kutumia kingamuzi gani? Mimi pale naona sina kingamuzi. Pale naona ni watoto watia kina wakibadilisha na mengi tizama TV. Lakini leo kuna mpira. Njomba sikiliza. Mimi nataka hakununulie kingamuzi kia Zanzibar Cable Television. Ukatulie kwako. Na wanao sio kuja kushanya na hapo kapaka na majasho. Pesa unazo? Pesa ninayo mfukoni mwangu njomba, nataka twende moja kwa moja kununua hicho kingamuzi. Upungue hilizo kwenda kushanya na watu hapa. Sasa manufaa ya mtoto nkumtuma akakutumikia kwa sababu mtoto haliwi nyama, na kutuma kakichukua uniletee nyumbani. Kwenda kichukua takwenda kichukua, lakini hapa uka njomba. Nitaondoka lakini kakichukue. Hilo si tatizo. Usijekosa mpira. Haya jomba usijali. Lakini pale uka njomba pale. Haya. Jamaa endeleani naja. Haya. Njomba. Atoka. Toka. Bibi. Kafi njomba. Joji. Mimi nakwambia njomba, mimi nakupenda sana. Tena sana njomba. Achukua nzio. Zanzibar Cable Television. Hiki cha iko ndakika na nini? Wewe popote utakapokwenda kile. Kuna hiki hakinyangarika. Basi mshafika hivi. Wala. Hai. Njomba sije kuona tena kule kwenye. Haya njomba, basi. Basi inshallah. Haya inshallah. Mambo msalimie mambo. Haya. Mambo. Basi. Down juu. Haya fanyani mambo. Zanzibar Cable Television, ukarimu wa mwambao. Na moja kwa moja ni wasaa wa habari za michezo na burudani, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television. Mimi jina langu ni Shadia Ishaka, mkalimano lugha za alama ni Mariam Ali kutoka Jualaza. Tuanze na kocha mkuu wa kikosi cha Chipkizi United, anaelezea maandalizi yapoje kuelekea mchezo wao wa ligi kuu soka visiwani Zanzibar PBZ Premier League dhidi ya kikosi cha KMKM. Jina langu naitwa Mohamed Ayub Suleiman, kocha mkuu wa klabu ya Chipkizi. Kwanza tumshukuru Allah kwamba tumerudi tena katika mazoezi baada ya session ya recovering ambayo tulifanya jana baada ya mechi ya Mlandege. Leo tumerudi katika mazoezi. Of course kulikuwa na light injuries kama tunavyojua kwamba tuna karibu siku 3. Maandalizi yako vizuri, ukiachilia mbali kuna baadhi ya wachezaji wanaumwa kidogo na maradhi ya tumbo, lakini almost nafikiria nearly 90% ya wachezaji walishiriki katika mazoezi na mazoezi yameenda vizuri. In fact tarajio letu kubwa ni kwamba nadhani wachezaji wameshaanza kupata ile hali ya kujiamini. Unajua mara nyingi unafanya vibaya lakini ukapata ushindi, kuna hali fulani ya kujiamini. Kwa hivyo naamini kwamba maandalizi tunayofanya
na wachezaji ambao tayari morali yao inakuja juu, nafikiria tutafanya vizuri mechi. Mechi iliyopita tumshukuru Allah. Sisi nikaja kumshukuru Allah kwa sababu ndio Mungu wa kila kitu, kwamba tumecheza na timu moja katika timu moja kubwa, timu nzuri, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu atujalia tumepata ushindi wa mabao mawili kwa bila. Nafikiria kama nilivyosema awali kwamba hii imerejesha morali ambayo klabu au wachezaji walikuwa hawana, kwa sasa morali imekuja juu, na imani ya kwamba matokeo ya mechi iliyopita yatakuwa ni chachu ya kupata matokeo bora katika mechi inayokuja ya siku ya Ijumaa dhidi ya wapinzani wetu ambao pia ni wakubwa. Kama nilivyosema awali ni kwamba unajua ushindi ni kitu muhimu sana, hasa unapokuwa unapoteza sana. Mara yeye unajua tuna timu mpya, kwa hivyo hatujafanya vizuri so far, lazima nikiri hilo. Kwa hivyo ile hali ya kupata ushindi dhidi ya timu kubwa imerejesha morali takriban 80%. Sawa, mpira una matokeo mengine, draw, kufungwa, lakini na imani ya dhati kabisa kwamba ushindi wa mechi iliyopita umerejesha ile hali ya utimamu wa kiakili, lakini ile hali ya kujiamini kwa wachezaji wetu, na si wachezaji tu, hata wapenzi wetu ambao mara nyingi walikuwa wanasononeka, nadhani na wao wanaona kwamba njia kidogo. Kesho ligi kuu soka visiwani Zanzibar PBZ Premier League itaendelea kwa mchezo ambao utakutanisha kikosi cha New King dhidi ya Uhamiaji katika kiwanja cha Moa majira ya saa 10:15 za jioni. Tukitoka hapo tutazame taarifa nyingine ambapo tunafahamu ya kwamba timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inajiandaa na michuano ya AFCON ambayo itafanyika nchini Morocco Disemba hii mwaka 2025 na tayari imeondoka nchini kuelekea Misri kwa ajili ya maandalizi hayo. Katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Taifa BMT Bi Neema Msitha anaelezea kuelekea michuano hiyo ya kombe hilo la AFCON mwaka 2024 nchini Morocco. Tanzania tumebahatika kuwa miongoni mwa nchi chache kati ya nchi 54 za Afrika ambazo zinakwenda kushiriki mashindano ya AFCON 2025 nchini Morocco mwezi Disemba. Na timu yetu ya Taifa Stars maandalizi ni mazuri, kwa maana ya serikali kwa BMT kwa kushirikiana na TFF tayari wako kwenye mipango. Sasa nini wito wetu kwa Watanzania? Sote tunafahamu kwamba sisi kwanza ni wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027 na tulifanya kwa majaribio kupitia CHAN na tulifanya kwa mafanikio makubwa. Natoa wito kwa Watanzania, kwanza tuende kwa ajili ya kuishangilia timu yetu ya Tanzania. Pamoja na dua kubwa tutakayoombea Taifa Stars, lakini pia ni muda mwafaka wa sisi pia kuwaunga mkono Taifa Stars. Kwa Mtanzania yote anayetaka kwenda kupata exposure, kwenda kushangilia timu yake, aone uwezekano ni namna gani anaweza kuanza kujipanga na kujichakata ili aweze kushiriki pale Morocco kuishangilia timu yetu ya taifa inaposhiriki mashindano yake mbalimbali. Lakini wito wangu mwingine ni kwamba kwa kuzingatia fursa inayokuja kwenye AFCON ya 27, huu ni muda mwafaka wa kwenda kujifunza na kujionea ni kitu gani tunaweza tukatumia, tukaona kama ni fursa ya kutunufaisha kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kwa hiyo tukienda kule tusiende tu kushangilia Stars, basi tukachungulie ni kitu gani tunaweza tukarudi hapa tukakiimarisha na tukakiboresha au tukakifanya ambacho kitatufungulia milango zaidi, tukanufaika na AFCON ya 27 kama ambavyo tunafahamu kuwa wenyeji wa mashindano mara nyingi tunaangalia zaidi baadaye tutanufaika vipi. Kwa hiyo ni waite wa Tanzania mwenye nia ya dhati aliyejipanga vizuri wanakaribishwa kushirikiana na sisi kujiunga, twende pamoja AFCON 2025 Morocco. Stars ni yetu, tuipambanie kwa pamoja. Samata Suva cha wachezaji 28 cha Tanzania Taifa Stars kimeondoka nchini kuelekea huko Misri kwa ajili ya siku 10 hizo za maandalizi ya AFCON 2025 kikiongozwa na kaimu kocha mkuu wa kikosi hicho Magel Gamondi, ndio ambaye ameondoka na nyota hao. Hivyo tunawatakia kila laheri Tanzania, kila laheri Taifa Stars kwenye michuano hiyo ya AFCON. Twende kimataifa tukatazame michezo ambayo itapigwa siku ya leo. Ratiba: Bayern Munich watashuka dimbani dhidi ya Sporting CP. Mchezo huo utachezwa leo majira saa 2:45 za usiku, huko AS Monaco
ya Galatasaray. Pia mchezo huu utachezwa saa 5 kamili za usiku. Atalanta wao watashuka dimbani dhidi ya Chelsea. Barcelona na wana kibarua leo saa 5 kamili za usiku. Na hadi hapo ni tamatisha habari za michezo na burudani. Jina langu ni Shadia Ishaka. Hilali Omar anaendelea na taarifa habari kutoka hapa Zanzibar Cable Television. Usikubali kupitwa. Fuatilia matangazo yetu kwenye social media zetu: YouTube, Instagram, Twitter na Facebook kwa jina moja tu, Zanzibar Cable TV Media. Ni Shadia Ishaka ambaye amekamilisha habari za michezo na burudani kitaifa na kimataifa. Kwa siku leo tutakuwa na habari hii katika upande wa utabiri wa hali ya hewa, lakini kabla ya kukamilisha taarifa habari tujikumbushe tena muhtasari wake. Waziri wa Maji, Nishati na Madini atoa agizo kwa shirika la umeme Zanzibar. Changamoto ya maji kwa takribani mwaka mmoja katika kijiji cha Umbuji yapatiwa ufumbuzi. Na katika anga za kimataifa, waandishi wa habari 67 wauawa miezi 12 iliyopita. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa ZDC Habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, mimi ni Hilal Omar, lakini kwa upande wa kalimani wa lugha ya alama ni kutokea Jualaza, na pia katika upande wa michezo na burudani alikuwa hapa Shadia Ishaka ambaye ametuhabarisha kitaifa na kimataifa. La zaidi hatuna, na salamat malam. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank. Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata line yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Kwa huduma bora zaidi za mafuta Unguja na Pemba na zenye kiwango bora zaidi, fika katika kampuni ya Zanzibar Petroleum Limited Mtoni Zanzibar kwa manunuzi ya jumla. Na kwa wanunuzi wa rejareja, fika katika vituo vya Zanzibar Petroleum Limited ambavyo vinapatikana maeneo mbalimbali hapa nchini. Zanzibar Petroleum Limited tuna pampu za kisasa, yani digital pump, zimefungwa depot na vituo mbalimbali. Zanzibar Petroleum Limited tupo katika harakati za kutanua na kuhakikisha tunakufikia popote ulipo. Epuka usumbufu. Kwa huduma bora zaidi na mafuta ya uhakika, fika katika vituo vyetu. Nyote mnakaribishwa. Sasa tumekuboreshea huduma zetu. Pata kingamuzi chako cha Zanzibar Cable kwa bei poa kabisa. Kwa msaada wa kiufundi, fika katika ofisi zetu au piga simu namba 0777 416 767 na tunakuja mpaka mlangoni kwako. ZDC TV, ukarimu wa